ni waombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1 2 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Mwanzo, tuanze na hapo mwanzo. Clip hii, maneno ya mwanzo ni maneno ambayo mimi naona ni maneno mazuri sana. Mchakato wa mchujo ndani ya chama uwe wa haki, anayefaa waseme anafaa, ambaye hafai awekwe pembeni, ni nzuri. Lakini kama tunavyotaka mchakato wa ndani ya chama chenu maybe mnafanya iwe haki, na uchaguzi kwa ujumla inabidi iwe wa haki, ende hivyo hivyo ili tupate ule uwakilishi sahihi wa wananchi. Kwa hiyo hapo tuko pamoja. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanize. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. Imeisha hiyo. Okay. Tuanzie hapa. Sema chama, yani magwajima tuyaeke nje. Sasa sote tunajua kilichotokezea wiki hii. Gwajima alifanya press conference, akazungumzia utekaji. Alizungumzia vizuri, mifano tunaweza argue mpaka kesho kama mifano mizuri au mibaya, au alitaka kupata more attention, inabidi utoe mifano ambayo itawagusa watu wengi. Hiyo tunaweza argue mpaka kesho. Lakini kwangu mimi, kwanza kabla ya kuzungumzia press yake, Gwajima kiukweli maisha yake ndani ya CCM yalikuwa ni mafupi. Sio kama mwanachama, kama kiongozi, hata asingefanya ile press. Gwajima kiukweli ilikuwa hana future nzuri ndani ya CCM. Gwajima alipitishwa au alibebwa na mzee Magu. Sasa ubaya unapokuwa, yani wewe umebebwa na mtu fulani, haujajibeba mwenyewe, unakuwa unamtegemea sana yule mtu, uwepo wake. Na mzee Magu sasa hivi bahati mbaya hayupo. Kwa hiyo Gwajima yani ana hali mbaya ndani ya chama. Hapo ni chama tu. Twende kwenye jimbo. Sifikiri kama ndugu zetu washapelekwa kufanywa exchange US kama walivyoahidiwa, kwamba Gwajima alitoa ahadi nyingi sana, lakini sifikiri kama alitekeleza. Kwa hiyo hata kwenye jimbo, maana unaweza kuwa pengine kwenye chama hawakupendi sana, inawezekana ukaona hiyo situation, lakini una ushawishi mkubwa sana ndani ya jimbo. Kwa hiyo hata wasipokupenda, sometimes wanaona tumwache. Even though sometimes vyama vya siasa vinachukua risk, vinawakata watu kama wale. Lakini kiukweli Gwajima yeye mwenyewe anajua kama hakuwa na future nzuri ndani ya CCM. Kwa hiyo alichoamua ni kufanya nini? Ni kwenda kujiripua, kwa sababu yeye unajua maisha yako ndani ya CCM yanaelekea mwisho. Sio ndani ya CCM kama mwanachama, pengine usifukuzwe wanachama, lakini uongozi. Sasa akiondoka sasa hivi, yani angeondoka kabla place ile press conference kuyasemea yale mambo, angeondoka na asingepata kitu chochote cha kushika, kwamba watu waliona huyu ni mtu, pengine wapinzani walikuwa wanamwamini kidogo Gwajima, at least katika kuwasaidia mambo ya promote agenda zao, kabla mzee Magu kumleta karibu zaidi na CCM. Sasa kwa wengine inaonekana kama Gwajima aliwasaliti kwa kuunga mkono, kipindi kile unasema unaunga mkono juhudi, na akaingia na akapewa ubunge, unaona. Kwa hiyo kwa wengine wakashapoteza mvuto, especially kwa wapinzani. Sasa
wewe unajua maisha yako ndani ya CCM yanaenda kuisha. Nini cha kufanya? Unabidi ujiweke karibu, udandie agenda, unaona? Udandie agenda. Hii sijaanza kuzungumzia kama alichokisema ni sahihi ama si sahihi. Nazungumzia mazingira ya Gwajima regardless alichokisema. Kwa hiyo Gwajima ili aendelee kuwa relevant, kuendelea kuonekana ni mtu wa maana, ilikuwa lazima adandie hizi agenda. Kwa sababu sasa hivi hata awe chawa ama aendelee kusifia lese upande wa serikali, ni ngumu. Yaani maisha yake kiukweli ndani ya CCM kubalika kwake ilikuwa ni mdogo sana, na kwenye jimbo hana ushawishi, kwa sababu kwangu mimi nahisi ahadi nyingi alizozitoa zilikuwa ni hewa, na alitoa ahadi ambazo yani wingi tulijua kama hazitekelezeki, unaona? Lakini tuliweka labda huyu jamani tajiri, huwezi jua, wache tumuone. Kwa hiyo hata alipopata hiyo nafasi aliprove kwamba alidanganya na haitekelezeki. Na ni kiukweli kwangu mimi Gwajima ni wale watu tunaita opportunistic. Yaani ni watu wa kuona fursa na kuzidandia. Ukiangalia ndani ya kanisa lake, naomba niweke heshima kidogo na waumini wake, lakini ikitokezea hizi fursa Gwajima anaruka nazo. Gwajima mzee wa ufufuo anavojikausha akienda kwenye misiba huwezi kuamini. Kwa hiyo ni kwangu mimi Gwajima, mawazo yangu binafsi, ni mtu wa mzee wa kuangalia opportunity na kuzidandia. Kwa hiyo kwake yeye hata ilipokuja ile opportunity ya Magufuli haikuwa mambo ya moral na misimamo, ilikuwa ni mambo zaidi, hii ni opportunity, wacha tudandie. Na aliingia wote. Maana unaweza kuchukua hizi nafasi na ukawa unaika hakiba za maneno, lakini aliingia mzima. Na sasa hivi baada ya kuondoka Magu tunaona wengine watu team Magu wanavyo struggle, kwa sababu wengine hawakuwa pengine na ushawishi, ilikuwa ni nguvu tu ya mzee Magu kuwaweka pale. Kwa hiyo Gwajima maisha yake ilikuwa tayari ni magumu ndani ya CCM ili kuendelea kuwa kiongozi. Anazo nafasi ya kuendelea na kanisa lake, lakini ili uendelee kuwa relevant lazima udandie topic sensitive kama hizi na upige kabisa kwenye mishono, kwa sababu press conference ya Gwajima kapiga kweli kwenye mishono. Aliyozungumza mambo ya utekaji, yes, sote tunasema mambo hayo ya Kome na vitu kama hivyo, lakini yule jamani kama haibadilishi kama yeye ni opportunistic. Lakini hata shetani anaposema ukweli inabidi muambie shetani umesema kitu cha kweli. Mifano alitumia ilikuwa ni very sensitive. Sina uhakika kama mheshimiwa na watu wengine waliotajwa wanaweza kuhandle hivyo vitu. So sasa naomba nijalizie kidogo kwenye hii hoja yangu kwamba Gwajima ni opportunistic. Swala nyeti kama lile, Gwajima ni mbunge, unaweza kaargue kwa nini angeanzia kulipigania kila siku, yani kutia nguvu bungeni, kwa sababu ukiwa mbunge una nafasi nzuri zaidi kusemea bungeni. Najua Tulia alijaribu kunyamazisha mjadala, lakini kama wewe ni mpambanaji unabidi upambanie pale. Ukifanya press conference si kosa au si jambo baya kuzungumzia mitazamo yako kwenye press conference, lakini yani ulikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kumuuliza waziri husika swali la moja kwa moja, ukapata majibu ya moja kwa moja, ukaenda back and forth, ukaenda kwenye press conference. Yani huna uhakika kama wenye mamlaka watatumia muda kukujibu ulichokisema ama au vipi. Sasa mara nyingi press conference ni za watu ambao hawana nafasi kama ile, right? Unaweza kupigana kwenye bunge ukasema nimepigana, nimefika hapa, sasa leo nakuja kwa taarifu umma juu ya yanayoendelea. Kwa hiyo sipingani na mtu kufanya press conference. Ninachozungumza kwamba Gwajima ni opportunistic na aliona kweli maisha yake ndani ya CCM yanaelekea kuwa magumu. Kwa hiyo wacha aruke na hii agenda. Na kiukweli watu wengi sisi maybe hatujali sana, as long as mtu yuko katika upande wetu, yani hivyo tunaenda naye, ama hatu analyze vitu kwa undani. Kwa hiyo alipata alichokitafuta. Na upande wa pili sasa, ukisikiliza clip ya Mheshimiwa Samia hapa ya Magwajima tuweke pembeni, utajua tena alipata tena alichokitafuta. Unaona?
Sasa kwa sababu ili ukubalike upinzani lazima uonekane kama kule wewe bwana umeasi, sio kwamba basi tu ubunge umekosa sasa hivi tena ndio umeingia kwenye upande wetu, unaona. Kwa hiyo kapata kwenye area zote mbili. Hapa jamani, sizungumzii kwamba hoja ni ya kweli au ni ya uongo, nazungumzia mazingira kwa ujumla. Nafikiri nishazungumzia kuhusu mambo hayo ambayo yaliyataja yeye binafsi. Kwa hiyo nazungumzia mazingira ya Gwajima na alichokijibu mheshimiwa hapa. Okay. Tuende kwenye clip ya mheshimiwa. Mheshimiwa akasema magwajima tuyawache nje. Sasa alikuwa anamaanisha nini? Maana kama anamaanisha watu ambao wanafanya press conference kuikosoa serikali, maana ile press conference kwangu mimi ni kuikosoa ama ni kuishauri ama ni kuzungumzia vitu ambavyo vina muktadha wa serikali zaidi kuliko chama. Sasa kama watu ambao wanafanya hivi kuishauri, kuikosoa ama kufanya vitu vingine against serikali wawekwe pembeni, hii itakuwa inawahusu na wengine kina Mpina na watu wengine, ambapo kwangu mimi nahisi sio sawa. Sababu kuwa mwanachama na au mbunge, kwangu mimi kama nilivyoanzia, Gwajima alikuwa na nafasi nzuri kuzungumzia kwenye bunge kwa sababu ni sehemu ambayo mamlaka yatakujibu moja kwa moja, right? Hata kama nasema tena mjadala ulianzishwa kidogo ukazimwa, lakini Gwajima alikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kupambania anachokipambania ndani ya bunge. Lakini ukija kwenye clip ya rais anasema Gwajima tuyaache pembeni. Kama anamaanisha watu ambao wanafanya press conference kuikosoa serikali wawekwe pembeni, kwangu mimi siungi mkono hicho kitu. Kuwa mbunge wa chama tawala ama kuwa na nafasi ndani ya chama tawala au mwanachama, still unabidi uwe na haki yako kama Mtanzania mwingine ya kusema, kushauri, kukosoa kwa heshima, lakini kuikosoa serikali. Lakini kama nilivyosema, Gwajima hakuwa na nafasi ndani ya chama. Kama hii kauli ya magwajima tuyaache nje inamaanisha imezingatia lese watu ambao Gwajima nayo matatizo yake, kama hivyo alienda kudanganya wananchi kwamba juu ahadi alizozitoa na hakuzitekeleza, kama hichi ndio anachokimaanisha, ni kitu ambacho naunga mkono. Na pia inawezekana ndani ya chama ipo misuguano mengine ambayo watu wa kawaida au sisi hatujui. Kwa hiyo kama magwajima kwamba mijitu ambayo opportunistic wanaenda kuweka ahadi ambazo hawazitekelezi au hazitekelezeki, maana unaweka ahadi ambayo ukashindwa kuitekeleza, lakini unaona it was, yani ile ahadi yenyewe ni realistic, unaweza ukaitekeleza au inaweza kutekelezeka. Sasa kama nilivyoanzia, kama anachomaanisha watu ambao wanaweka maahadi ambao hayatekelezeki na wanadanganya kwa kujua kama mimi hichi nadanganya, waweke pembeni, mimi naunga mkono. Hao watu lazima wakae pembeni. Lakini upande wa pili kama nilivyozungumza, kama ni kwa sababu ya ukosoaji na ama kushauri serikali, hii kwangu mimi itakuwa sio sawa. Kwamba kwa the way msikiza Gwajima ni more about ushauri wa serikali. Ingeshauri vizuri bungeni, ingekosoa vizuri bungeni, mambo ya chama ingeenda kwenye mikutano ya chama kukosoa, lakini alichokizungumza zaidi ilikuwa ni mazingira ya nchi ambayo ni zaidi kwenye serikali, kitu ambacho kiko hivyo. Kwangu mimi kwa upande huo kiko sawa kiupande huo. Lakini upande wa pili, magwajima, majitu yanaweka opportunistic haya ambayo yanaweka mahadi hayatekelezeki, wanadanganya na kujua wenyewe wanadanganya, yawekwe pembeni, hapo naunga mkono. Kwa hiyo kitu ni cha sahihi. Huo ni mtazamo wangu. Una maoni ya tofauti,